Mtoto wa kiume unadiriki kusema tarehe 9 kuna maandamano, mimi siwezi kuendelea kukaa Dar es Salaam. Yaani unakimbia Dar es Salaam, unatoka Dar es Salaam unakimbilia mikoani kisa kuogopa tarehe 9 maandamano eti. Mtoto wa kiume wewe mtoto wa kiume kweli Familia inakutegemea kwamba wewe ni mtoto wa kiume. Nchi yetu ya Tanzania inajivunia kwamba tuna vijana wa kiume ambao ikitokea lolote wao ndo watu wawe wa kwanza kupambana. Wewe tukuweke kabisa kwenye hao mahesabu. Unawezaje kukimbia? Yaani ulivyo huna aibu kabisa, wewe ndio unakuwa kwanza unamwambia mke wako, sasa bwana funga mizigo. Andaa watoto, tarehe 9 isitukute hapa. Itukute mikoani. Wewe nani kakwambia? Nani kakwambia? Mtoto wa kiume unakimbiaje vurugu? Unakimbiaje kitu? Yaani sasa sana ukiambiwa bwana panyarodi wako sehemu fulani unamwambia mke wangu funga vitu basi tukimbilie Mbagala au tukimbilie Bagamoyo au tukimbilie wapi? Hizo tabia walizonazo ni watoto wa kike. Ndio inatokana kitu kidogo waogope na wafanye hivyo. Lakini sio mtoto wa kiume. Kitu kadogo, mke wangu funga vitu tuondoke. Mke wangu funga vitu tuondoke. Unakimbia nini? Haya tarehe 9 kulikuwa na nini? Kulikuwa na nini tarehe 9? Si watu tulikuwa zetu fresh. Sasa mna bahati. Mliokimbia tarehe 9, mnakimbia mkoa wenu wa Dar es Salaam eti mnakimbilia mikoani. Mna bahati. Ningekuwa mimi ndo mkuu wa mkoa. Ukirudi tu huku ndani. Yaani ukikanyaga tu Dar es Salaam, ukirudi Dar es Salaam na kutia ndani. Mtoto wa kiume unakimbiaje wakati watoto wa kiume ndo tunawategemea kwenye masuala ya utetezi wa taifa? Sasa unakimbiaje? Mna bahati sana, mkuu wetu wa mkoa ni mzuri. Lakini kwa mfano kichwa ngumu kama mimi ndo ningekuwa mkuu wa mkoa, waliokimbia tarehe 9, kuogopa tarehe 9 wakakimbia Dar es Salaam kwenda mikoani. Yaani ile kurudi tu ndani. Shenzi.